Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah. Walhamdu daiman lillahi wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tuendelee kumsikiliza ndugu yetu Abdullah Humaid Dilele atakayoyazungumza katika kumraddi al-Ustadh Fadil, kisha tutajibu baada yake insha Allah taala. Maulidi ni moja katika sampuli za ibada. Usiogope wewe kwamba mtu maulidi ni ibada. Ibn Taymiyyah ametuambia maulidi ni ibada. Lau kama ni kheri, basi wangetutangulia Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Zamani walikuwa waogopa kusema ni ibada, sasa wazungumza wazi wazi, tena kwa tabajjuh, tena kwa kuambizana, usione haya wala usione uzito kufanya hivyo. Haya, naam, nafikiri tumemsikia ndugu yetu Abdullah Humaid ajaribu kutaka kumjibu al-Ustadh al-Allama al-Mawsu'a al-Ustadh Fadil bin Muhammad Umar al-Shirazi hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Abdullah Humaid, ya natih al-jabal al-ali liyuhinahu ashfiq ala ar-ra'si la tushfiq ala al-jabali, ewe mwenye kutaka kulipiga kichwa jabali kwa kujiona kwamba wewe umekomaa. Ashfiq ala ar-ra'si la tushfiq ala al-jabali, kihurumie kichwa chako Abdullah Humaidi, utapasuka unapopiga kichwa jabali. Abdullah Humaid, Ustadh Fadil si saizi yako wewe, njoo kwetu sisi upambane na sisi, wachana na Ustadh Fadil, yule si level yako Sheikh. Sasa wacha nikufahamishe maneno aliyozungumza Ustadh Fadil. Al-Ustadh Fadil hafidhahullahu ta'ala anasema maulidi ni ibada kwa mujibu wa Ibn Taymiyyah alivyoeleza katika kitabu chake Iqtida'us Siratal Mustaqim. Abdullah Humaid, nakurudisha katika kitabu kinachoitwa Iqtida'us Siratal Mustaqim. Kitizame vizuri kitabu, labda ukijui, kitizame vizuri. Iqtida'us Siratal Mustaqim, fungua ukurasa 244. Fungua ukurasa 244. Ibn Taymiyyah anasema, na nukuu, Ibn Taymiyyah asema katika Iqtida'us Siratal Mustaqim, fata'dhimul maulidi wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi wa yakunu lahu fihi ajrun 'adhimun lihusni qasdihi wa ta'dhimihi li rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Asema fata'dhimul maulidi, kuyatukuza maulidi, mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wattikhadhuhu mausiman, na kuyafanya ni msimu, mfungo sita mpaka mfungo sita, kwamba yanazidishwa yale maulidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nas, yanafanywa na baadhi ya watu. Wa yakunu lahu fihi ajrun adhimun, na watu wanaofanya hivyo wanapata ujira mkubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwalipa ujira mkubwa. Abdullah Humaid, Abdullah Humaid anayelipwa ujira mkubwa, lile jambo alolifanya ni ibada au si ibada? Nukta ya kwanza, Ibn Taymiyyah akasema lihusni qasdihi, kwa malengo yao mazuri, ile kwamba wao wanaadhimisha, wanatukuza siku ya kuzaliwa Mtume, malengo yao ni mazuri. Wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, na vile vile kumtukuza kwao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Vipi wasilipwe thawabu nyingi na ujira mkubwa kwa sababu ya kumtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa sababu ya lengo lao zuri? Abdullah Humaid, kwa mujibu wa maneno Ibn Taymiyyah, na kuuliza, Ibn Taymiyyah asema kwamba maulidi ni kumtukuza Mtume, na kuuliza Abdullah Humaid, kumtukuza Mtume ni ibada au si ibada? Mimi nitakutolea ushahidi kwamba ni ibada. Ndani ya Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Fath aya ya 8 na ya 9 anasema, inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, mumtukuze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Rudi katika hii aya suratul Fath aya ya 9, uangalie Mwenyezi Mungu ameamrisha watu wamtukuze Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah asema fata'dhimul maulidi, kuyatukuza maulidi, wattikhadhuhu mausiman, na kuyafanya ni msimu mpaka msimu. Qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi, yanafanywa na baadhi ya watu. Wa yakunu lahu fihi ajrun adhim, wanapata ujira mkubwa.
Sasa ukija kuradi, njoo mjibu shekhe wako Ibn Taymiyyah kwamba haya maneno aliyosema kwamba wanaosoma maulidi hupata ujira mkubwa, umjibu kidalili. Usimjibu Ustadh Fadhil. Ustadh Fadhil amenukuu maneno ya Ibn Taymiyyah. Njoo mjibu shekhe wako Ibn Taymiyyah ya kwamba watu hawapati ujira mkubwa, tujue kwamba wewe mashallah umesoma kumshinda hata Ibn Taymiyyah pia, mashallah alaik. Kwa hiyo Ibn Taymiyyah anakuambia lihusni qasdihi, kwa lengo la uzuri la kufanya nini? Maulidi. Wa ta'dhimihi, na kumtukuza kwao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo maulidi maana yake nini? Ni kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Abdullah Humaid, kwa mujibu wa maneno ya Ibn Taymiyyah kwamba maulidi ni ta'dhimu nabii sallallahu alaihi wasallam, kumtukuza Mtume. Je, kumtukuza Mtume ni ibada au si ibada? Abdullah Humaid, Ibn Taymiyyah anakuambia wale wanaosoma maulidi, maulidi ni kumtukuza Mtume, wanamtukuza Mtume. Ikiwa si ibada, utuletee ushahidi. Kumtukuza Mtume ikiwa ni ibada, ushahidi nimekutolea aya Suratul Fathi aya ya 9, watuazziruhu watuwaqiruhu, mumtukuze Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na hili sigeni, asema Abdullah Humaid, asema lau kana khairan la sabaquna ilayhi. La, masahaba walimtukuza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwanza Abdullah Humaid, napenda nkurudishe kwenye Sahih Muslim. Sahih Muslim nafikiri waijua vizuri Sahih Muslim Rudi katika Sahih Muslim katika ukurasa, hii ni mujalladi ya ngapi? Hii ni mujalladi ya 9 kwa mujibu wa chapa ndio mimi, mujalladi ya 9 ukurasa 25. Katika ukurasa wa 25 katika hadithi nambari 2701 nataka nikuoneshe kwamba hili jambo watu kukusanyika kwa ajili ya kumtukuza Mtume sallallahu alaihi wasallam halikuanza sasa. Huu mkusanyiko watu wakakusanyika kikao, wakakaa kitako kumwelezea Mtume na kumtukuza, halikuanza leo. Asema Abdullah Humaid, lau kana khairan la sabaquna ilayhi, lau lingekuwa ni khairi masahaba wangetutangulia. Kwa hiyo sasa nakurudisha kwenye Sahih Muslim, nataka kuonesha masahaba walimtukuza Mtume ama hawakumtukuza. Hadithi nambari 2701 katika kitabu kinachoitwa Sahih Muslim, hadithi iliyopokewa na Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan, ya kwamba katika hadithi hii anasema, wa inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitoka kaja kwa wakuta masahaba wamekaa kitako, wamekusanyika, wamejumuika masahaba. Faqala, Mtume akawaambia, ma ajlasakum, kilichowakalisha hapa nyinyi ni nini? Kipi kilichowaekeni hapa? Qalu, wakajibu masahaba, jalasna nadhkurullaha, tumekaa hapa kitako, tumekusanyika hapa, nadhkurullaha, tunamtaja Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wa nahmaduhu ala ma hadana lilislami, na tunamshukuru kwa kutupatia hidayah, kwa kutuletea dini ya Uislamu, wa manna bihi alaina, na akatufanyia wema kwa kutuletea Mtume sallallahu alayhi wasallam. Masahaba wamekaa, wamejumuika kwa pamoja, wakimshukuru Mwenyezi Mungu, wakimtaja Mwenyezi Mungu, wakielezea neema waliopewa na Mwenyezi Mungu ambayo ni neema ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, Allahi ma ajlasakum illa dhaka, hivi nyota kunambia hakuna kilichowakalisha isipokuwa ni hiki. Masahaba wakamwambia, wallahi ma ajlasana illa dhaka, wallahi hakuna kilichotuweka hapa hichi kikao unachotuona isipokuwa ni kwa ajili hiyo ya Rasulullah, kwamba tumekaa tunamtaja Mwenyezi Mungu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema aliyotupatia ya Uislamu na kutupa zawadi kubwa ambayo ni wewe. Tunashukuru hizi neema ya Rasulullah. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum walakinahu atani Jibrilu fa akhbarani, sitaki kuwatuhumu kwamba ati mnaosema ni uongo. Si watuhumu, ni ukweli, naamini na kwamba Jibril alayhi salam amenijia akanifahamisha kuniambia ya kwamba anna Allaha azza wa jalla yubahi bikumul malaika, kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajifakhiri kwa malaika kwenu nyinyi. Kwa hiyo vikao kama hivi unapoviona usione ni vigeni ukaanza lau kana khairan la sabaquna ilayhi.
Kisikia vikao watu wamekaa, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, min Allah narjul ghufran, la ilaha illa Allah min Allahi narjul ghufran. Dhikru, tunamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara utasikia kasida za kumsifu mtume, kumwelezea mtume. Kwa hiyo Abdullah Humeidi, haya si mageni, yalipatikana vikao vya masahaba walikaa vikao. Kwa hiyo Abdullah Humeidi usishangae ati lau kana khairan la sabaquna ilayhi, watu walisoma kayaona hivi vikao, watu kukaa kumtaja Mwenyezi Mungu, kumsifu mtume, kumadhimisha mtume. Hivi ni vikao watu wamesoma hizi hadithi. Hii ni hadithi iko ndani ya Sahih Muslim, ukitaka utaipata. Si Sahih Muslim peke yake, hatarudi pia katika Jami'u Tirmidhi. Hata ukitaka rudi katika sharhi Tuhfatul Ahwadhi, sharhu Jami'i Tirmidhi, utaipata hadithi hii. Na vile vile utaipata kwenye kitabu kinachoitwa Musnadul Imami Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhu. Musnad Imam Ahmad utaipata ndani hadithi hii imetajwa pia. Na vile vile Abdullah Humeid, napenda tu nikurudishe kwenye kitabu kinachoitwa Al-Bidaya wan Nihaya. Ibn Kathir wakati anaeleza mazazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Maulidun Nabii sallallahu alaihi wasallam, katika kitabu chake hichi Al-Bidaya wan Nihaya, mujallad ya kwanza juzuu ya pili, katika ukurasa 295, Ibn Kathir katika Al-Bidaya wan Nihaya asema Ibilisi hakuwahi kunung'unika, kupiga vitunu na kusikia uchungu ndani ya nafsi yake zaidi ya hali 4 au mara 4. Mara ya kwanza Ibn Kathir anasema hina lu'in, wakati alivulaaniwa, alivyoambiwa wa anna alayka la'nati, Mwenyezi Mungu alimwambia Iblis wa anna alayka la'nati ila yaumiddin, alinungunika sana, kapiga vitunu na kwa kujuta na kusikia uchungu. Hii ni mara ya kwanza. Akasema mara ya pili wa hina uhbita, wakati alipoteremshwa kutoka peponi kushukishwa huku ardhini, qulna ihbitu minha jami'an, alivyoteremshwa alipiga vitunu vikali sana na kunungunika na kusikia uchungu wa ile neema aliyoikosa. Mara ya tatu asema wa hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na wakati mtume alipozaliwa alinungunika. Sasa Abdullah Humeid, naogopa na hofia usije ukaingia katika sunna ya Ibilisi hii ya kunungunika na kulalamika na kusikia uchungu wakati watu wanapoelezea historia ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kufurahia na kumtukuza mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hili jambo Ibilisi halitaki. Alinungunika. Rudi katika kitabu Al-Bidaya wa Nihaya, Ibn Kathir ameyataja. Sasa na hofia Abdullah Humeid sije ukawafuata sunna ya Ibilisi la'natullahi ta'ala alayhi. Asema mara ya 4 wa hina unzilatil fatihatu, na wakati ilivyoteremshwa suratul Fatiha alinungunika sana. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Sasa Abdullah Humeid, haya mambo ukiona watu wanayofanya yana asili katika sheria, si mambo kwamba watu wameyatoa vichwani, hapana, yana asili. Na ndio kaona yameungwa na wengi katika wanavyoni kina Ibn Kathir. Ibn Kathir ana kitabu hasa ameandika chaitwa Maulid Ibn Kathir. Rudi katika Sheikh Google ambaye kwamba nyinyi mpenda kumtumia sana, utafute hicho kitabu utakipata, na wengi katika wanavyoni wamelikubali wala halina mushkil. Sasa twende nukta ya pili, tumsikilize Abdullah Humeidi atakayoyazungumza. Pengine labda nikudokeze na maneno ya sahaba Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, yaqul kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala ta'abbaduha, kila ibada, si ameita maulidi ibada. Hudhaifa radhiyallahu anhu asema kila ibada ambayo hawakumwabudu nayo Allah subhanahu wa ta'ala masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, basi wewe usifanye ibada hiyo, usimwabudu Allah na ibada hiyo. Haya, nafikiri tumemsikia asema ataka kutudokeza na maneno ya sahaba huyu mtukufu Hudhaifa ibn al-Yamani, ya kwamba asema kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fala ta'abbaduha. Abdullah Humeid, na khofia haya maneno umemsingizia sahaba, na kama hukumsingizia na hofu na wasiwasi na shuku, mimi na shaka na haya maneno, lakini nakwambia kama ni kweli haya maneno sahaba ameyasema Hudhaifa ibn al-Yamani kwamba kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam, naomba Abdullah Humeidi unitolee ushahidi yako kitabu gani haya maneno haya
umeyapata kitabu gani? Kazi fupi tu nitakonifanyie, nipigie picture tu kile kitabu na yale maneno nipigie, nione yako kwenye safha gani, kitabu gani. Mimi nitafanya research mwenyewe, lakini nashuku haya maneno umemsingizia sahaba. Kwa hiyo Abdallah Humaid, ukizungumza kitu hakikisha umekitoa kitabuni. Usizungumze kitu kwa hawa ya nafsi yako. Usioneshe watu kwamba wewe ni mkweli, wataka kuonekana wewe ndio kwenye haki, wenzako wamepotea. Abdallah Humaid, unapozungumza kitu rudi vitabuni, hatutaki maneno yako. Tuletee ushahidi wa vitabu, utuambie maneno haya yapatikana kitabu hichi, maneno haya yapatikana kitabu fulani. Ukija kutuletea marji reference ya vitabu, tutarudi tuangalie ni kweli au si kweli. Lakini ukija ukizungumza maneno yako kama wewe, maneno yako si hujja Abdallah Humaid. Kwa hiyo maneno yako Abdallah Humaid si hujja kwamba mpaka watu lazima wayaamini. Tuletee ushahidi wa maneno ya wanavyoni vitabuni. Wewe si ndio ulituambia kwamba bainana wa bainakum kutubu salaf? Msikilizeni, bainana wa bainakum kutubu salaf. Hai, sasa watuambia bainana wa bainakum kutubu salaf, baina yetu sisi na nyinyi kutubu salaf, alafu hutuletei vitabu vya salaf, wazungumza maneno yako. Ama wewe ndo salaf? Hatujui, labda pengine Abdallah Humaid ndio ushakuwa salaf, kwamba watu wakisema salaf wamemkusudia ni Abdallah Humaid, kwa sababu maneno unayozungumza yako wewe, huna marji, huleti reference, lete marji, vitabu umeyatoa wapi Abdallah Humaid? Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.